Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hapa tunaenda kuangalia ukaribu na Mungu, urafiki na Mungu. Tufungue kitabu cha Waefeso 1:17. Itanisaidia kusoma. Waefeso 1:17. Aliyepata asome. Amen. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Kwa hiyo ili tumjue Kristo, tunapaswa sisi wenyewe kwanza tupate ufunuo namna gani ya kumjua Kristo, tupate ufahamu ni kwa namna gani nitakaa chini nimjue huyu Kristo. Tutamfahamuje huyu Kristo? Kwa kusoma neno la Mungu, kwa kuwa na close intimacy with the Holy Spirit, kuwa na ukaribu wa ndani na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu wanamtafsiri Mungu kuwa ni mkatili kwa sababu ya matatizo anayoyapitia. Hivyo basi kwa mantikio hawajengi urafiki pamoja na Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Unaweza ukawa unapitia katika changamoto fulani bila wewe kujijua kwamba changamoto ndio inakupandisha, ni ngazi ya wewe kufikisha katika mafanikio. Bila kujua hivyo, unaanza kumlaumu Mungu. Mungu, kwa nini umenifanyia hivi? Mungu, kwa nini hiki kinanitokea? Bila kujua kwamba Mungu ni upendo na yeye anatupenda sisi sote. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe na ufahamu wa kumjua Mungu kwanza. Mungu ni nani? Ili nikipata ufahamu ya kwamba Mungu ni nani, nitajenga ukaribu na Mungu. Siwezi kuwa na ufahamu ya kwamba Mungu ni nani alafu nikawa na ukaribu naye. Hiyo haiwezekani kabisa. Bwana Yesu atusaidie sana. Tunaona katika kitabu cha Zaburi 103 mstari wa 8 hadi wa 10. Aliyepata asome. Amen. Mstari wa 10, nitakita kwenye mstari wa 10 unasema, hakututenda sawasawa na hatia zetu, wala hakutulipa kwa kadri ya maovu yetu. Mungu ni pendo. Ingekuwa Mungu sio mwenye upendo, asingemtuma mwanawe Yesu Kristo kwa ajili ya maisha yetu. Hivyo basi Mungu akaona ni vyema kumtuma mwanawe Yesu Kristo kwa ajili ya dhambi zetu, kwa sababu hatuhesabii makosa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wimbo mmoja unaimbwa, kama ungehesabu makosa, saidi, nani angesimama? Nani angesimama? Umejawa rehema na hauyaoni kabisa makosa yangu. Kwa hiyo Mungu haoni kabisa makosa yetu. Haijalishi ni kwa namna gani umefanya dhambi, pale ambapo unachukua hatua na kutubu mbele za Bwana na kufanya vile ambavyo Mungu anataka, umechukua hatua na kutubu, ukamwamini kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Mungu anafuta dhambi zako zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kamwe Mungu hawezi kutulipa sawasawa na hatia zetu. Amen. Mungu wetu ni mzuri. Tuendelee kutengeneza fahamu zetu. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Amina. Naenda kukuelezea hatua 3 ambazo tunaenda kujenga sisi wenyewe kabla hatujaenda kuwa rafiki wa Mungu. Wote ambao tumeokoka tulianza na hatua moja ya kuwa wana wa Mungu. Sisi sote tuliitwa wana wa Mungu.
kwa kumkiri Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Hiyo ndio hatua yetu ya kwanza. Tufungue kitabu cha Wagalatia 3:26. Amen. Amesema kwa kuwa ninyi mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani ya Yesu Kristo. Tumefanyika kuwa wana wa Mungu pale ambapo ulikaa chini ukatubu na kuamini ya kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Tufungue kitabu cha Yohana 1:12. Hii yote ni kuelezea sisi sote ni wana wa Mungu, ni hatua yetu ya kwanza ya kuwa na ukaribu na Mungu. Amen. Wote waliompokea walifanyika kuwa wana wa Mungu, ndio wote waliaminiwa jina la Mungu. Kwa hiyo sisi sote ambao tunaliamini jina la Yesu tumefanyika kuwa wana wa Mungu. Hatua ya pili ni watumishi wa Mungu. Sisi sote tulioka hapa kanisani ni watumishi wa Mungu. Tunatumika katika kuhubiri, unatumika katika kuomba, unatumika katika kufanya usafi ndani kanisani, unatumika katika kutoa ile sadaka ya upendo, yaani kwa watumishi wa Mungu. Hiyo nayo ni kutumika ndani ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni hatua yetu ya pili ya kuwa watumishi wa Mungu katika kujenga urafiki na Mungu. Hatua ya tatu kabisa, ambayo ni hatua ambayo wengi wetu hatujaifikisha, wengi wameshindwa kufikia hii hatua, ni kuwa rafiki wa Mungu. Unaweza ukawa ni mwana wa Mungu, unaweza ukawa mtumishi wa Mungu, lakini ukashindwa kuwa rafiki wa Mungu. Ukiwa rafiki wa Mungu, Mungu anakupa anakueleza yale mambo yaliyoko sirini. Hauwezi ukawa rafiki yangu, yaani siwezi nikakwambia mambo yangu ya ndani kama wewe sio rafiki yangu. Ndivyo ambavyo Mungu hawezi kukuambia mambo ya sirini kama wewe sio rafiki yake. Bwana Yesu atusaidie vijana. Tufungue kitabu cha Kutoka 3:11. Mungu alimchagua Musa kama rafiki yake. Bwana Yesu atusaidie sana. Na pia tunaona kwamba Musa alijenga urafiki wa karibu na Mungu kwa sababu Mungu alimchagua Musa na kumfanya rafiki yake, mpaka Musa akaonana na Mungu uso kwa uso na akapewa majukumu ya kwenda kuwatoa wana Israeli Misri. Bwana Yesu asifiwe. Tufungue kitabu cha Nyakati wa Pili 20:7. Amen. Tunaona ya kwamba Mungu alikuwa ni rafiki wa Ibrahim mpaka akampa kuwa na uzao wa milele. Bwana Yesu atusaidie sana. Na kuwa na urafiki wa Mungu, Ibrahim alipokuwa rafiki wa Mungu alimpa ahadi ya kwamba atakuwa ni baba wa taifa. Akamwambia uzao wako utakuwa mwingi kama nyota za angani na mchanga wa ardhini. Bwana Yesu atusaidie sana. Tutamani wote kufikia hii hatua ya kuwa rafiki wa Mungu. Tunajua kwamba wawili hawawezi kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana. Mimi siwezi nikatembea na wewe tusipokuwa tumepatana. Huwezi ukatembea na Mungu usipokuwa na ule ukaribu wa ndani, personal intimacy with the Holy Spirit, kuwa na ukaribu wa ndani zaidi na Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Utakuwaje rafiki wa Mungu? Tunaenda kuangalia namna ya kudumisha urafiki na Mungu. Tuandike wote. Namna ya kudumisha urafiki na Mungu. Unaweza ukawa unasoma neno la Mungu, unaweza ukawa unaomba, lakini ukashindwa
kufanya ule urafiki kati yako wewe na Mungu udumu. Ya kwanza ni kuwa mtii. Tunaona katika kitabu cha Mwanzo 22 mstari wa 18. Amen. Pale ambapo unaitii sauti ya Mungu, Mungu anaachilia baraka juu yako. Kwa hiyo mimi hapa nikiwa mkaidi mbele za Mungu, nisipotii ile sauti ya Mungu, yaani sitokuwa na ukaribu na Mungu, na Mungu hawezi kunisogeza kuwa rafiki yangu, kwa sababu anaona sijakizi kigezo cha kuwa mtiifu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo ili tuwe marafiki na Mungu, tunapaswa kuwa na utii katika kuisikiliza sauti yake, katika kutekeleza matakwa yake na maagizo yake. Ya pili, kuwa waombaji. Tunapaswa kuwa waombaji, kukaa katika uwepo wa Mungu. Daniel alikuwa anaomba asubuhi, mchana, jioni, na alikuwa rafiki wa Mungu. Kitabu cha Daniel 6:10 inaonyesha hivyo. Sitosoma. Ya tatu ni upendo. Hauwezi ukawa na urafiki na Mungu bila kuwa na upendo. Hauwezi ukawa na urafiki wa Mungu na Mungu kama upendi jirani yako. Hivyo basi Mungu anasisitiza tuwe na upendo. Kitabu cha Mithali 8:17 nilipata na asubuhi. Amen. Nawapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Kwa hiyo tumpende Mungu, tumtafute Mungu kwa bidii, na kwa mantiki hiyo tutakuwa na urafiki na Mungu. Ya nne ni tuwe watakatifu. Katika hatua hii ya ujana kuna changamoto nyingi, kuna mambo mengi ambayo yanatusibu sisi wenyewe ambayo ni juu ya uwezo wetu. Lakini ukishajenga ufahamu wangu, ukisema kwamba I want to live a holy life, nataka niishi maisha matakatifu, nataka niwe na ukaribu na Mungu, nataka Mungu awe rafiki yangu, nitaamua kuanza kuishi maisha matakatifu. Nitaamuaje? Sio kwa akili zangu. Nitamwomba Roho Mtakatifu, naomba unisaidie niaishi maisha matakatifu kwa ajili ya binafsi mimi, kwa ajili ya kizazi changu, na kwa ajili ya jamii inayotuzunguka. Hivyo basi tujitahidi kuwa watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Utaandika Wagalatia 5:16 hadi 18, Mambo ya Walawi 11:44, Mambo ya Walawi 20 mstari wa 7 na 20 mstari wa 26. Na ili tudumu katika utakatifu huu, tunapaswa kuwa wepesi katika kutubu. Tunapaswa kuwa wepesi na tunapaswa tudumu katika toba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Neno letu limeishia hapo. Mbarikiwe na Bwana. Tudumu katika ukaribu na Roho Mtakatifu, na Mungu atusaidie sana. Amen.